Sasa ukisoma kwenye Mathayo sura ya 19 mstari ule wa 3 mpaka wa 6, sikiliza maneno haya ambayo Yesu anazungumza. Yesu aliulizwa swali na Mafarisayo. Naomba usikilize kwenye Mathayo 19 mstari kuanzia mstari wa 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamwambia, wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, huyu ni Yesu anajibu. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu aliwaumba mtu mke na mtu mume, basi mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Yesu naye akauliza swali. Mstari wa 6 anasema, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamuuliza tena mstari wa 7, wakamwambia, jinsi gani Musa aliamuru hati ya talaka na kumwacha? Mstari wa 8 anasema, akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo hapo unaona Yesu anajibu kwamba Mungu toka mwanzo aliumba mtu mke na mtu mume, na hawa wawili wataambatana pamoja, hawatakuwa watu wawili tena, itakuwa mwili mmoja. Sasa wakamwambia tena swali kwamba vipi, mbona Musa aliruhusu talaka? Yesu akawaambia, Musa aliruhusu talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini tangia mwanzo Mungu alivyoumba ndoa haikuwa hivyo. Haikuwa mpango wa Mungu kwamba watu wapeane talaka. Kwa nini talaka zimekuja? Kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo ya wanadamu. Kwa sababu tunaweza kusema ni kama matokeo ya anguko. Baada ya watu kuanguka, baada ya Adamu kuanguka, ikawa kwamba kila kitu sasa kama kimeharibika, watu hawapendi tena kuishi pamoja, watu hawana msamaha, watu hawana kupendana tena, mambo yakawa yameenda vibaya. Lakini toka mwanzo Biblia inaonyesha kwamba haikuwa nia ya Mungu watu wafanye nini? Waachane. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba rejeeni mwanzo. Toka mwanzo Mungu hakuwa amekusudia hayo ambayo mnayafanya. Kwa hiyo hata sisi leo lazima tujifunze. Kwa nini sisi haturejei mwanzo? Kwa nini sisi haturejei kwenye kusudi la Mungu? Kwamba kumbe inawezekana kwamba tunachofanya leo, tunapeana talaka, tunaachana, tunaoana tena, tunaolewa tena, tukifikiri ni mapenzi ya Mungu, kumbe ni ugumu wa mioyo yetu. Na unajua kwenye mapenzi ya Mungu tunasema kuna mapenzi ya Mungu aina mbili. Kuna mapenzi ambayo tunasema ni permissive, yani Mungu anaruhusu kwa sababu mnataka. Alafu tunasema kuna perfect will of God, yale mapenzi makamilifu ya Mungu. Mapenzi makamilifu ya Mungu ni zile kanuni zake. Alafu ile permissive will of God ni ile kwamba wewe unataka, umelilia, unang'ang'ania. Mungu afanye nini sasa? Anasema nenda. Kwa hiyo hizi ambazo tunasema leo ni talaka na tunazipigia promo na tunaona kama ni kitu cha maana, sio mapenzi ya Mungu. Hata kama utapewa kutoka kwenye mahakama gani, ukaambiwa kabisa, bwana, tumevunja ndoa yako, hakuna mtu anaweza kuvunja ndoa. Kwa sababu kama tukiruhusu hilo kwamba ndoa inaweza kuvunjwa, it means, maana yake ni kwamba sasa hamna ndoa tena. Maanake watu watakuwa wanafunga ndoa, wanaenda wanavunja. Sasa Mungu hawezi kuruhusu kitu ambacho amekianzisha, hawezi kumwachia mwanadamu akivunje. Ndio maana nimesema ni vizuri sana uelewe mambo haya kabla hujaingia, ili uwe na ufahamu mpana, uwe na knowledge ya kutosha kwenye kichwa chako na kwenye moyo wako. Kabla hujasema ndio niko tayari kwenda kufunga ndoa, uwe unauelewa mpana juu ya mambo haya. Uwe unaelewa unaenda kufanya nini na nini madhara yake. Ni muhimu sana uelewe. Kwa hiyo Yesu anasema toka mwanzo haikuwa hivyo. Ni kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo yenu ndio maana mnapeana talaka. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu ndio maana mnaoana tena. Sasa Biblia sio kwamba inasema kwamba hakuna migogoro, hakuna mambo ya hapa na pale yanaweza kutokea. Biblia inajua yote hayo. Mungu, moja ya sifa yake ni kwamba Mungu anajua yote. Yeye anajua yote. Sasa twende kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza
sura ile ya 7 mstari wa 10 na wa 11, Mtume Paulo anaeleza kitu kizuri sana hapa. Mtume Paulo anaeleza kitu kizuri sana. Anasema kwamba lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala si mimi ila Bwana, mke asiachane na mmewe, lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe, au apatane na mmewe tena mume asimwache mkewe. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, hapa linatolewa agizo, na anasema sio mimi natoa kwa mawazo yangu, isipokuwa Mungu ndio anaagiza kwamba mke asiachane na mmewe. Lakini ikiwa ameachana, manake ikiwa wametengana, ikiwa wameshindwana, ikiwa kuna kutishiana, ikiwa kuna kutishiana kuuana, ikiwa kuna kutishiana kupigana mapanga, ikiwa kuna kutishiana kupeana sijui sumu, ikiwa mmefika hapo, anasema mnaweza kutengana, mnaweza kuachana, naye akae asiolewe, au apatane na mmewe tena mume yani, hapa kinachotakiwa ni kwamba ndoa ukishaingia sio rahisi kuvunja, na haiwezekani kuvunja. Hata kama hauishi na mme wako, unaishi sehemu nyingine, unasema sijui amenifanyia nini, mama kwenda kwetu, lakini upo kwenye kifungo. Biblia inatoa tu kwamba siku ambayo utakuwa huru ni pale ambapo huyo mwenzako atakuwa amefariki.